Amina. Inapendeza tena, Bwana ametupatia nafasi ya kipekee ili kwamba tuje tusikie kutoka kwake, tuandalike kwa sababu ya ufalme wake ambao umekaribia. Ninaamini umebarikiwa na kipindi cha kipekee sana ambacho kimetoka cha Kaya na Familia, nikiamini ya kwamba yale mahusia ambayo yamepeanwa yamekuwa ni mambo mazito ambayo yametajwa hapa siku hii ya leo, na ninaamini ya kwamba moyo wako umeguswa, uliye mzazi kama mimi na uliye mtoto ambao umesikia mahusia hayo. Bwana akuneemeshe kuishi kulingana na yale ambayo ametufunza mchana huu wa kipekee. Baada ya kusema hayo, niwakaribisheni katika kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Leo tena Bwana ako na somo lingine ambalo angependa tujifunze pamoja kutoka kwenye neno lake, na hivyo ndivyo tutakavyofanya, na tutaongozwa na ombi ambalo tayari limepeanwa. Leo somo letu la Bible study nimelipeana kichwa kinachosema inawezekana kuishi maisha mapya. Inawezekana kuishi maisha mapya ndilo swala ambalo tutaliangazia katika kipindi hiki leo cha Bible study. Siku mbili ambazo zimepita, na hata sehemu kubwa tu ya Bible study kama umekuwa makini kabisa, tumekuwa tukiangazia habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na jana tuliishia kusema ya kwamba shughuli ambayo imemkawisha Yesu mbinguni mpaka sasa, kile ambacho kimemzuia ili kwamba asije kuja kutuchukua tuende tukapumzike nyumbani, ni kwa sababu kuna shughuli endelevu ya kutuombea, ya kututetea. Amesimama mbele ya kiti cha enzi ya Baba yake mkono wa kuume kama mwombezi na mtetezi wetu, na yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake. Yesu yupo katika shughuli ya kutengeneza nambari yake sasa hivi. Wanaomkubali wanaingia katika hesabu hiyo, wanaomkataa wanajifungia nafasi ya kipekee ya kuwa katika hesabu speciali ambayo Bwana amekusudia wawe ndani yake. Jioni hii niruhusu nianze kusema ya kwamba katika siku hizi za mwisho za historia ya dunia, tunaposubiri kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili, si salama mtu akae bila kuchagua upande. Si salama mtu afanye kitu ambacho kinaitwa fence sitting, yani kukaa katikati, hayuko huku wala hayuko kule. Siku hizi za mwisho, Yesu anapojiandaa kuja kwa mara ya pili, Mungu anamwita kila mtu aonyeshe msimamo wake hadharani, atangaze kama ni Mungu awe ni Mungu, kama ni Baali awe ni Baali. Mungu anatualika sote wapenzi, ili kwamba tuje tuchague ni nani haswa tutakaye mtumikia. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yoshua leo nitasoma kutokea hapa, nitakupumzisha msomaji, 24 mstari wa 15 sehemu yake ya pili. Yoshua 24 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwa hiyo sote tunaitwa wapenzi, tuchague ni nani haswa tunataka kumtumikia. Kisha Yoshua anamaliza fungu hilo pale chini akisema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yoshua anatangaza hadharani ya kwamba wakati watu watachagua miungu ya Waamori, watachagua kutokuwa na msimamo thabiti, anasema yeye na nyumba yake watamtumikia Mungu wa mbinguni. Na kwa hiyo jioni hii ya kipekee, msikilizaji mpendwa, ninakualika na wewe ili kwamba uweze kuchagua ni upande gani haswa ambao unataka kusimama. Na ndiyo maana kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 17, Yesu ako na wito speciali kwa ajili yetu. Ufunuo 22 mstari wa 17 anasema, yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure
Mungu anamwita kila mtu afanye uchaguzi wa kuyatwaa maji ya uzima bure, afanye uchaguzi wa kukubali ukombozi, afanye uchaguzi wa kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, au akipenda afanye uchaguzi wa kumkataa Yesu Kristo. Swala kubwa lililopo hapo wapenzi ni kwamba Mungu anataka tutangaze msimamo wetu hadharani. Mungu anataka tutangaze kama sisi ni wa kwake au sio wa kwake, sisi ni wa Kristo au sio wa Kristo. Mungu anataka tutangaze, lakini swali ni tunaoneshaje msimamo wetu kwa Yesu Kristo? Ni njia gani ambayo Mungu amepeana ambayo tunaweza kuichagua kwamba siku hizi za mwisho tunaposubiri Yesu aje kwa mara ya pili, ni njia gani ambayo tutatumia kutangaza msimamo wetu kwa Yesu Kristo? Kabla sijajibu swali hilo, kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6 nasoma kisehemu, huenda nikasoma visehemu vya vifungu ambavyo nitakuwa na vinukuu, kwa hivyo wewe utasoma kwa ujumla kwa muda wako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yaani Yesu ameitumia damu yake kutusafi dhambi zetu, lakini japo ametumia damu yake kutusafi kutoka ndani, amepeana ishara ya nje itakayoonyesha kwamba kuna kazi iliyofanyika ndani. Nitasema tena hiyo. Wakati Yesu ametumia damu yake kutusafi kutoka ndani, amepeana ishara ambayo kazi iliyofanyika ndani itaonekana nje. Jamani, kama tuko pamoja, nipungie mkono wako hewani namna hii. Amina, Bwana akubariki. Ishara hii ya nje ni gani? Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana ili kwamba ionyeshe kwamba kuna kazi ambayo imefanyika ndani, kuna badiliko ambalo limetokea ndani, kuna ukombozi ambao umethibitika ndani. Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana ni ubatizo. Ishara ya nje ambayo Yesu ameipeana, wasikilizaji wapendwa, ni ubatizo. Ubatizo ni ishara ya kujifunga kwetu, uaminifu wetu na utii wetu kwa Yesu Kristo. Tunapopiga hatua ya kubatizwa, tunapopiga hatua ya kutangaza hadharani, tunatangaza ya kwamba tumejifunga kwa Yesu Kristo, tumechagua kumtii Yesu Kristo, lakini pia tumechagua kuwa waaminifu kwa Yesu Kristo. Na ndiyo maana Yesu alipokuwa akiwaagiza wanafunzi wake, Mathayo sura yake ni 28 mstari wa 19 na mstari wake wa 20. Mathayo sura ni 28 mstari wa 19 na mstari wa 20 inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Kisha Yesu anasema, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu anapowatuma wanafunzi wake, anawatuma kufundisha. Ndio maana tumekuwa tukifundisha kaya na familia, tumekuwa tukifundisha uchambuzi wa Biblia, tumetembea katika unabii wa Biblia, mahubiri yamepeperushwa. Manake Yesu amesema, nendeni mkawafundishe watu kuwa wanafunzi, lakini pia amesema mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapenzi, tunapobatizwa tunatangaza utii wetu kwa Yesu Kristo. Tunapobatizwa tunaonyesha msimamo wetu hadharani. Tunapobatizwa tunaonyeshwa kuwa tupo upande wa nani. Kwa hiyo tunaposubiri Yesu aje kwa mara ya pili,
Tunaposubiri ili kwamba Yesu atokee mawinguni, inahitaji watu watakaodhihirisha msimamo, watakaotangaza ya kwamba ulimwengu siutaki, na mtaka Bwana Yesu, watakaotangaza ya kwamba ya kale yote yamepita, kila kitu kimefanyika kipya. Yesu anataka watu watakaotangaza msimamo huo hadharani, na ndio maana tumekuwa tukikupatia mwaliko wa kipekee. Ndio maana hata sasa Bwana amejitwalia watu zaidi ya 300 kwenye mikutano hii ambao tayari wametangaza msimamo hadharani. Wamesema hatutaki maisha ya dhambi tena, hatutaki kuishia ulimwengu tena, tunataka kusimama ili kwamba tuonyeshe tunampenda Yesu upeo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Wewe uliyebaki, ninatamani mwisho wa somo hili utiwe moyo, nikutie shime, nikupatie ujasiri wa kupiga hatua ya ubatizo, ya kupiga hatua ya kutoa nafasi yako na maisha yako kwa Yesu Kristo. Ila kama masuala mengine kwenye Biblia, jana mchungaji Brian Hinman alizungumza kuhusu swala la Sabato. Jinsi ibilisi mwovu shetani amecheza na swala zima la ibada katika Sabato, ndivyo alivyocheza na swala zima la ubatizo. Manake leo batizo zipo nyingi na watu wamechanganyikiwa sana kuhusu ubatizo wa kweli, lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba neno lake liko wazi kuhusu swala hili, na kila asomaye ataweza kuelewa makusudi ya Mwenyezi Mungu. Mungu na atukuzwe kwa sababu ya neno lake. Kwa hiyo tunauliza, tuna aina ngapi za batizo? Je, Biblia inazungumza kuhusu aina ngapi za batizo? Biblia inasema kitabu kile kizuri cha Waefeso 4 mstari wa 5. Sikia kwa makini. Waefeso 4 mstari wa 5. Nitasoma nawe utasikiliza ama kufuata kwa Biblia yako. Inasema Bwana mmoja. Bwana ngapi wapenzi? Bwana ngapi? Moja. Alafu inasema imani moja. Imani ngapi? Moja. Alafu inasema ubatizo mmoja. Ubatizo ngapi wapenzi? Moja. Kwa hivyo Bwana ni mmoja, Mungu pekee wa kweli, yeye ni mmoja, lakini pia imani ni moja. Hiyo natamani kila mmoja asikie, kutoka madukani, tukiwa hapa viwanjani, sokoni na kila sehemu, imani inayotokana na Biblia ni moja. Usikia wakati mwingine wa Kristo wakisema hiyo ni imani yako, hii ni imani yangu, amini hiyo, mimi ni amini hii. Hapana, Biblia inasema kwamba imani ni moja, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kama tunaisoma Biblia moja, imani pia inapaswa kuwa moja, na ubatizo pia unapaswa kuwa mmoja. Swali ambalo litapendeza basi, kama ubatizo ni mmoja, ni ubatizo gani huu ulio sahihi kwa mujibu wa Biblia takatifu? Ni ubatizo gani huu ulio sahihi kulingana na Biblia takatifu? Kwa sababu leo watoto wananyunyiziwa maji, watu wazima wengine wananyunyiziwa maji machache, wengine wananyweshwa supu, wengine wanang'olewa makucha, wengine wanatandikwa makofi. Yani kuna kila aina za batizo, kuruka moto, kupita chini ya bendera. Batizo zimekuwa nyingi sana na wanadamu wamechanganyikiwa kuhusu ubatizo wa kweli. Mimi naamini kama lazima tujibu swali hilo vizuri, mtu ambaye atakuwa mfano wetu wa kujua ubatizo wa kweli ni Yesu Kristo. Wangapi wanakubaliana na mimi katika hilo? Hebu nyosha mkono wako hewani. Amina. Mtu atakaye kuwa mfano mzuri wa kufahamu ubatizo wa kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ili tujue ubatizo wa kweli ni upi, tujiulize, Yesu aliye mkombozi wetu, Yesu aliyetufia, huyu Yesu alibatizwaje? Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 9. Marko sura ya 1 mstari wa 9, na wale ambao wanaandika nikitoka hapo nitaruka Mathayo 3:16 na 17. Kwa hivyo nataka nisome mafungu hayo mawili nikiyaunganisha. Marko nimesema 1 sura ya 9, kisha Mathayo 3:16 na 17. Biblia inasema hivi: ikawa siku zile, Marko 1:9,
Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Akabatizwa na Yohana katika Yordani. Kwa hiyo fungu hilo tayari linatuambia kwamba Yesu hakupita chini ya bendera. Yesu hakuruka moto. Yesu alibatizwa kwenye mto wa Yordani. Kipengele cha kwanza muhimu, mahali palipokuwa na maji mengi, maji tele. Ila tupige hatua. Mathayo 3:16 na 17 inasema, Yesu alipokwisha kubatizwa pale Yordani, akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Kwa hivyo hapa tunamwona Yesu ambaye amebatizwa, lakini baada ya Yesu kubatizwa tunamwona Yesu akipanda kutoka majini. Ina maana ili apande kutoka majini, Biblia inamaanisha kwamba alikuwa ameshuka, amezama ndani ya maji ndiyo apande kutoka majini. Ina maana Yesu alibatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji, na baada ya kuzamishwa ndani ya maji Yesu Kristo akapanda, yani akainuka kutoka majini. Kama imeeleweka hiyo, hebu punga mkono wako tena. Amina. Bwana akubariki. Leo nitakuchosha, lakini uniwie radhi ili kwamba nijue kwamba tupo pamoja. Tupige hatua. Biblia inasema kwamba alipobatizwa mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hivyo baada ya Yesu kubatizwa, vitu viwili spesheli vilitokea. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu alimshukia ili ampe uwezo kuliko wa kawaida kukabiliana na majaribu. Kwa hiyo yeyote anayebatizwa ubatizo wa kweli, Mungu huwa anamwongezea uweza wa Roho Mtakatifu, manake mapambano ni makali. Baada ya kubatizwa vita vitachacha. Kwa hivyo Yesu anampatia uweza wa Roho Mtakatifu ili aweze kushinda majaribu. Waliobatizwa sabato iliyopita, waliobatizwa sabato ya kwanza mkutano huu wa Injili, mlipotoka majini, Mungu aliachia uweza wa Roho wake Mtakatifu ukusaidie katika majaribu, na ukishirikiana na huyo Roho wa Mwenyezi Mungu Mtakatifu, ushindi katika majaribu ni hakika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ushindi katika majaribu ni hakika kwa yeyote ambaye anashirikiana na uweza wa Roho Mtakatifu unaopeanwa baada ya kubatizwa. Lakini jambo la pili, Yesu alipobatizwa, Biblia inasema ya kwamba Baba alisema naye kutoka mbinguni. Alisema nini? Alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Wapenzi, kila mara unapochukua hatua na kukubali mwaliko wa ubatizo, yani kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kuna shangwe, kuna sherehe mbinguni, malaika wanafurahia. Lakini la muhimu, Baba kutoka mbinguni anasema, yule aliyepiga hatua ni binti yangu, yule aliyepiga hatua ni mwanangu, ni mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Je, unatamani Yesu awe na kauli hiyo kukuhusu wewe? Je, unatamani mbingu zijae sherehe kukuhusu wewe? Piga hatua ya kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa njia ya ubatizo. Na unajua, waumini kwenye karne zote wamepata fursa ya kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Waumini wapenzi, katika historia ya kanisa wamepata nafasi hii ya kipekee ya kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Na kisa kimoja ambacho ninakijua ni ya Mwafrika mwenzetu. Alikuwa anatoka hapa Ethiopia, alikuwa ni mtu mkubwa sana serikalini. Siku moja katika safari zake, wapenzi, akawa anasoma chuo cha Isaya, akawa anasoma maneno ya Biblia, chuo cha Isaya haswa, lakini akawa haelewi.
Kisha Biblia inasema kwamba kulikuwa na mwinjilisti ambaye alikuwa anampenda Mungu. Jina lake ni Filipo. Roho wa Mungu akamwambia Filipo, kuna bwana tajiri sana, yupo ndani ya gari lake, anasoma chuo cha Isaya lakini haelewi. Kimbia ili kwamba uende ukamueleweshe. Je, unajua hivyo ndivyo Mungu amechagua kukutafuta hapa Kenyenya. Anajua kuna maswala ambayo ulikuwa hauyaelewi. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimesitirika, lakini akapeana njozi kwa watumishi wake walete mkutano wa injili hapa. Manake anajua kuna vitu ulikuwa hauvielewi. Labda ni sabato ya kweli ya Mungu, labda ni habari kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, labda ni masuala ya imani na uhusiano wako na Yesu Kristo, labda ni masuala ya kaya na familia. Mungu alihisi kwamba huenda hauelewi, na ametuma mkutano huu wa injili. Amewekeza rasilimali, amewaleta watu hata kutoka Marekani, ametukusanya watu wa tabaka tofauti. Anataka ulielewe neno lake. Manake Mungu, by the way, hataki watu ambao wanamfuata tu. Hapana, anataka akueleweshe, angalau ujue neno lake linasema nini haswa. Na ndiyo maana mkutano huu sasa umepiga nafikiri siku yake ya 11 ama 12 leo, kwa sababu Mungu anataka aufikie moyo wako. Filipo akakimbia mbio akamuelewesha. Na kitabu cha Matendo ya Mitume, hicho kisa ambacho nimesema kiko sura ya 8, lakini mimi nitasoma kutokea mstari wa 36 hadi 39. Matendo ya Mitume 8:36 hadi 39. Wewe unaweza kuanza kutokea 35 huko juu kwa kusoma kisa hicho. Biblia inasema, baada ya yeye kueleweshwa, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Unajua, natamani kuwa na experience kama hii ya Filipo. Imagine uhubiri, kisha baada ya kuhubiri hata upeane mwito wa ubatizo. Aliyehubiriwa mwenyewe anasema, kuna mahali kuna mto hapa Kenyenya, kuna mahali kuna maji mengi hapa Kenyenya, mimi nataka nibatizwe. Filipo alikuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, ulimjaa, na kwa sababu hiyo alipomuelimisha, alipomtia chuoni kutumia Biblia, yule towashi akasema, maji ndiyo haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Na mimi nakuuliza msikilizaji wangu mpendwa, maji yako, mto uko hapa kando, ni kipi kinachokuzuia usibatizwe? Unahisi uko mbaya sana, sio sababu ubaya wako ndio Yesu anahitaji. Unajihisi hauko tayari, sio sababu hautawahi kuwa tayari ukingojea muda huo. Unahisi ya kwamba Yesu hawezi kukubali. Hapana, anakuita jinsi ulivyo. Anasema, njooni kwangu enyi nyote mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Anasema, yeye kwangu ajaye sitamtupa kamwe. Anasema, wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wake. Anasema, uwezo wangu umetimilika katika udhaifu wako. Hakuna mahali Yesu amemkataa mdhambi. Unaweza kuja wakati wowote, unaweza kuja kwa njia yoyote, unaweza kuja kama utakavyo. Shughuli ya ukarabati, shughuli ya kufanya ubadiliko ni kazi ya Yesu mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukarabati ni kazi ya Yesu. Njoo jinsi ulivyo, njoo. Heaven Targeters watakwambia, mwaka juzi tulikuwa na mkutano pale Waithaka. Nafikiri huo ni mkutano ambao mimi binafsi umebaki kama kumbukumbu katika mawazo yangu kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tukifanya mkutano pale Waithaka backstage. Na siku za kwanza tulipofika Waithaka, hata sisi mioyo yetu ilichoka. Tulihisi hapa mkutano hapa basi hakuna kufaulu, kwa sababu pale walevi ndio walikuwa wamejaa kisawa sawa. Na sio walevi hivi hivi, ni mlevi ambao ukimwona leo utadhani kesho huyo atakufa, kwa sababu amelewa mpaka nguvu zimemwisha. Hana hata any attraction, mvuto wote hana kabisa. Pombe imemaliza ngozi, sura atamaniki, hapendezeki kabisa. Lakini wapenzi,
Ningekuwa natumia projector leo, ningeonyesha picha za walevi ambao baada ya ubatizo walikuwa watu tofauti kabisa kabisa. Na imagine siku tulipowabatiza, wengine watu waliobatiza na harufu ya pombe, ni kama waliraukia pombe asubuhi ndipo waje kwa ubatizo mchana. Harufu ya pombe. Na unajua kazi ya hubiri imenifundisha wakati mwingine, hii nazungumza na washiriki sasa, huwa tunataka kufanya kazi ya Roho Mtakatifu. Wakati mwingine huwa tunataka kufanya kazi ya Roho Mtakatifu ambao hatupaswi kuifanya kabisa. Manake tukihubiri na watu wakimkubali Yesu Kristo, usisahau ya kwamba walichokiamini ni Yesu Kristo. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo hata hawajavielewa, lakini tunawashurutisha, tunawasukuma, tunataka badiliko lifanyike hata badala kabla ya kuwaelewesha. Si nimeona mashemasi wa kike ambao wanafumua nywele za watu wanaoenda kubatizwa, na yeye amefunga nywele zilizosokwa ndani ya kitambaa cha community service. Si nimeona mashemasi wa kike ambao wanakwangura kucha ambazo zimepakwa za wale wanaoenda kubatizwa, na yeye kiatu chake ndani kimeficha za kwake ambazo zimepakwa. Unafiki wa hali ya juu. Sasa huo mkutano tuliowabatiza walevi wengi, actually 50% ya waliobatizwa, tulibatiza almost close to 200 people. 50% waliobatizwa walikuwa ni walevi. Tuliwabatiza na harufu za pombe, tuliwabatiza na rasta juu ya kichwa, zile Rastafarians kabisa, zile ambazo tunasema ni za Mungiki, tuliwabatiza nazo. 1 month later, watatu katikati yao hakuna mtu aliyewaambia, walienda kinyozi peke yao, wakatoa rasta peke yao. It's called the power of the gospel. Inafanya transformation kwa njia ambayo wewe huwezi kuielewa. Wapenzi, tukihubiri na kuwaita kwa Yesu Kristo, wacha waje kwa Yesu, mwache afanye kazi ya ukarabati na mabadiliko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nakaa, alafu unahubiri na jasho linakutoka, unachoka, watu wanakuja kwa Yesu Kristo. Samahani, anatokea wa kubatiza siku ya mkutano mwisho, kisha anaanza kuwachuja. Lakini kwa sababu we ni mtu wa kawaida, una nguvu wakati mwingine wa kusema lazima batizwe. Nilikuwa mahali, by the way, nikasikia moyo wangu umelia sana. Baada ya kuhubiri, tulikuwa na mikutano kadhaa. Kisha akaja mchungaji akafanya vows, ni sawa. Baada ya kumaliza, kukawa na wasichana 4 ambao walichelewa kwa sababu ya usafiri. Walipofika wakasema, tumekuja kuchelewa, lakini tunaomba nasi tushirikishwe katika ubatizo. Niliwaona wakitoka machozi hivi kwa sababu walikatazwa hawawezi kubatizwa. Ni kipi kilichokuwa kigumu? Kuregelea vows 12 peke yake. Ni 12 ama ni 13? 13. Ni 13 pastor? 13. Ingechukua dakika ngapi kuregelea vows 13 kwa sababu ya mtu ambaye amejitoa kwa Yesu Kristo? Sometimes what happens, the burden of perishing souls ndio kitu ambacho hakipo. Dini inaongoza, samani kwa maneno yangu magumu leo, dini inaongoza zaidi ya upendo wa Yesu Kristo moyoni. Na ndio waliokuwa Wafarisayo. Wanamsulubisha Yesu msalabani, alafu wanaregea mahali patakatifu kuchinja kondoo. Wanamwangika Yesu msalabani, alafu wanaregea mahali patakatifu kuendelea kuchinja kondoo. Hata Biblia wamekuwa kisoma chuo ikiambia mwana kondoo wa Mungu atakuja, lakini kwa sababu dini inawaongoza, hawaoni kwamba Yesu amefika sasa, ndio huyu Masihi, ndio ili Mungu awaprove wrong. Yesu alipokuwa msalabani, dunia ikatetemeka, visu vikaanguka chini, mwana kondoo akachomoka, kwa sababu mwana kondoo kamili wa Mungu alikuwa ameangikwa msalabani tayari. Wapenzi, huyu akasema, maji haya hapa, ni kipi kinachonizuia nisibatizwe? Biblia inasema kwamba yule towashi akasema, tazama,
maji haya, ni kipi kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Alafu akasema yule towashi, na amini ya kwamba Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kilichohitajika kwake ni kuamini kwamba Yesu anaweza kuyaongoza maisha yake, kwamba Yesu anaweza kumwendesha kama atakavyo yeye. Ni kuamini. Manake pia hata baada ya ubatizo tuna kipindi cha kuendelea na mafundisho, bado tu. Ubatizo umekuwa katika hali za nyuma katika historia ya kanisa, na wengi wamepiga hatua ya hiyo. Natumai wewe pia umeona hata katika swala hili Filipo na huyu towashi pia wametumia maji na wameingia wote majini na akamzamisha ndani ya maji. Hata katika swala hili bado ubatizo ni wa kuzamisha ndani ya maji. Actually, unajua neno ubatizo ni neno ambalo limetoholewa. Tukisema kutohoa, tunamaanisha kwamba silo neno rasmi katika lugha ya Kiswahili au Kiingereza. Silo neno rasmi, ni neno ambalo limeombwa. Kwa mfano, hichi chombo hapa mbele tunakiita speaker. Hiyo tumetohoa, manake tumetoa kwa Kizungu speaker, tumetoa tu er tukaweka a pale mwisho, na huko nyingine tukatoa ea hapo katikati. So tumeiswahilisha. Ni kuswahilisha ama kuweka neno katika lugha yako kwa namna yako. Sasa tunasema kwamba hii ni speaker. Tukisema ubatizo ni neno ambalo limetoholewa katika neno la Kiyunani ambalo ni baptizo, yani maana yake kuzamisha ndani. Wanasema kwenye viwanda vya nguo sehemu ya Uyunani walikuwa wakitaka kubadilisha rangi ya nguo. Kwa mfano, shati langu hili la blue wanataka liwe papo, wanalitumbukiza ndani ya rangi, na wanasema kwa hiyo wanaibaptizo, wanaizamisha ndani, kumaanisha ubatizo. Hata maana neno hilo lenyewe ni kuzamisha ndani. Na historia ya kanisa kwa muda mrefu imekuwa ikifanya shughuli ya kuzamisha. Hata ndugu zetu wa Katoliki wamekuwa wakizamisha kwa muda mrefu sana. Badiliko hili la kuitoa katika ubatizo wa kuzamisha hadi katika masuala ya kunyunyiza lilifanyika kwenye baraza la mahali linaitwa Ravenna mwaka wa 1311. Kwenye baraza la Ravenna makanisa wakakaa pamoja na kukubaliana, haswa kwa sababu ya convenience, kuleta swala la kunyunyiza. Lakini haimo katika Biblia kabisa. Kama sabato ya Mungu ilivyohamishwa, kama atakavyofunza mchungaji Brian leo, kama ilivyohamishwa ndivyo ubatizo ulivyofanyiwa badiliko. Lakini ubatizo wa kweli wa Biblia ni wa kuzamisha ndani ya maji. Kila anayeamini anapaswa azamishwe ndani ya maji. Kama imeeleweka, nisikie wapenzi mkisema amina. Basi nipige hatua. Kwa nini? Nimalize, naona muda wangu nao pia unakimbia. Kwa nini? Maana ya ubatizo ni nini haswa? Warumi 6:3 na mstari wa 4. Warumi 6:3 na mstari wa 4 inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi anasema tulizikwa pamoja naye katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende upya katika uzima. Kwa hivyo ubatizo ni ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Ishara ya kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Kinachokufa ni maisha yetu ya kale, kinachokufa ni maisha yetu ya dhambi. Tunasema sasa tumeamua kumfuata Yesu Kristo, yeye atuongoze. Akisema ni kushoto tutakanyaga, akisema ni kulia tutakanyaga. Tunakufa ndipo tuzikwe.
Matatizo mengi ya kanisa by the way leo ni kwa sababu kuna watu ambao waliwahi kuzikwa bila kufa. Matatizo mengi ya kanisa leo ni kwa sababu kuna watu ambao waliwahi kuzikwa bila kufa, kwa sababu hawakuchagua maisha ya kale ya baki, Yesu aanze kuwaongoza. Hivi leo amekuwa ni tatizo kanisani. Ukimzika mtu ambaye hajakufa, lazima mchanga utatikiswa, lazima jeneza litapigwa. Atasema niondoweni huku, manake sifai kwa huku. Anayepaswa kuzikwa ni mtu aliyekufa tu. Washiriki wanaolitatiza kanisa leo ni wale ambao walizikwa pasipo kufa. Watasumbua uongozi wa kanisa, watatatiza vikundi vya kanisa, hawatasupport kanisa na mali yao, hawatataka kushinda dhambi kwa sababu hawakufa, hawajaruhusu maisha ya kale yaende, Yesu Kristo awaongoze kabisa. Kwa hivyo wapenzi, tunapobatizwa tunafia maisha ya zamani, lakini pia tunayazika ndani ya maji. Na kama ulienda pale mahali tunabatizwa, mwanzo niliona huku inafanywa kwa njia ya ajabu ama ya nzuri sana. Yule mbatizo nilimwona anaambiwa yake mikono hivi, ni kama anafunga pua kabisa, ishara kwamba hapumui tena. Anapoenda chini ya maji hapumui tena, kisha anarudi kusema sasa ninaanza maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Anayebatizwa anatangaza ya kale sasa yamekwisha, yamepita, nimefanyika kiumbe kipya. Sikia, ubatizo haumaanisha kwamba wewe ni mkamilifu. Ubatizo unamaanisha umejitoa kikamilifu. Haujakamilika, una mapungufu, kuna mambo ambayo yanapaswa kuweka sawa, lakini umejitoa kikamilifu ili Yesu akuongoze, ili Yesu ayaongoze mapito yako, akupe masharti yako. Yaani unapobatizwa ni kama unasema nitakuandama kote, naam ulinifia, nitatembea na wewe kama alivyotembea Enoka. Kwa hivyo unapokuja kubatizwa unasema najitoa kikamilifu. Kwa hivyo usisubiri mpaka ukamilike ndipo uweze kubatizwa. Manake ubatizo sio mwisho wa maisha ya Kikristo, ni mwanzo tu. Ni mwanzo tu wapenzi. Ubatizo unatupatia hali mpya ya uhuru, uwezo mpya wa kiroho, maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Chagua kubatizwa. Chagua kumkubali Yesu Kristo. Chagua kutangaza hadharani tunapobatizwa wapenzi. Jambo la kwanza, kila dhambi huwa inasamehewa. Lakini pia tunapobatizwa wapenzi, tunapewa Roho wa Mwenyezi Mungu. Kila dhambi inasamehewa, lakini pia tunapewa Roho wa Mwenyezi Mungu. Mtu anauliza, yule mwivi pale msalabani kwani alibatizwa? Unajua, yule mwivi angekuwa na nafasi ya kushuka msalabani, angeenda kubatizwa. Na ubatizo wa Yesu Kristo unamfunika kila mtu ambaye alikuwa na nia ya kubatizwa lakini fursa hakuweza kuipata. Kwa mfano, kuna watu ambao tayari najua wamejitoa hapa kubatizwa siku ya Sabato tena. Hata leo pale kanisani mabinti wawili walinijia wakasema tumeamua tunataka tubatizwe na sisi mwisho wa mkutano huu. Najua wapo watu wengi ambao wamejitoa, lakini iwapo kwa bahati mbaya mmoja kati yao afe kabla ya Sabato, Mungu asiruhusu hivyo, mmoja kati yao afe, ina maana alikuwa na nia ya kubatizwa, fursa ndiyo iliyokosekana. Huyo mbingu inahesabu kwa kipimo chake chenyewe kwamba tayari ni sawa na kubatizwa. Ubatizo wa Yesu Yordani unamfunika, na ndio iliyofanyika kwa yule mwizi pale msalabani wapenzi. Kwa hivyo tunapobatizwa kila dhambi inasamehewa, lakini tunapobatizwa pia wapenzi tunapokea Roho wa Mungu. Jambo la mwisho na la tatu, tunafanywa watoto wa familia ya Mungu. Tunafanywa watoto wa familia ya Mungu. Matendo ya Mitume 2:41 Biblia inasema nao wote waliobatizwa, waliopokea neno samahani, wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wapata watu 3,000. Watu 3,000. Kwa hivyo wapenzi,
Mwaliko wa kubatizwa ni mwaliko wako. Wewe ambaye hujabatizwa, wewe ambaye bado na sita kujipeana au kutojipeana, huu mwaliko ni wako. Ujipeane wakati huu, na hakuna kazi ngumu ya kufanya hapa. Unauliza, nafaa kufanya nini ili nibatizwe? Sikia, jambo la kwanza, tubu. Yani sikitikia dhambi na uwe tayari kuziacha. Uwe tayari, yani uwe tayari kujipeana, Yesu akupe uwezo wa kuziacha. Tubu. Lakini jambo la pili, amini. Mkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amini. Jambo la tatu, jifunze. Kusudia kujifunza. Ndio maana tumekuwa tukifunza hapa. Jifunze maelekezo yanayohusu mambo muhimu katika Biblia. Na baada ya ubatizo bado kuna kipindi cha kujifunza. Watu huwa hawamalizi kujifunza. Hata mimi bado kuna masuala siyajui katika Biblia hii, bado ninajifunza. Hata mchungaji bado anajifunza. Sote ni wanafunzi katika chuo cha Kristo. Hakuna hatakayehitimu mpaka Yesu atokee mawinguni. Kwa hivyo ni kipindi cha kujifunza tunapokuja kumkubali Yesu Kristo. Mtu anauliza, mimi niliwahi kubatizwa, je, napaswa kubatizwa tena? Utasoma kwa wakati wako Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 hadi wa 5. Kuna watu ambao waliwahi kubatizwa baada ya kubatizwa. Sababu gani za kubatizwa? Mimi nitapeana 2 peke yake, wengine wanaweza kupeana nyingi. Kuna sababu ambazo zinakuruhusu kubatizwa mara ya pili. Jambo la kwanza, mtu ambaye aliwahi kubatizwa akamwacha Kristo na kuregea ulimwenguni, huyo akirudi na anatamani kuwa sehemu ya familia ya Yesu Kristo, ameruhusiwa kubatizwa tena. Uliwahi kumpokea Yesu Kristo, dhambi ikakuponda, ukashiriki pale nje kwa dhambi za hadhara haswa, ukaenda regea kugagaa katika ulevi, katika uzinzi, katika yote ambayo unafikiria na unahisi sasa yatosha, na tamani nirudi nyumbani. Unaporudi tena ukiamini kutaka kwa hiari yako mwenyewe, umeruhusiwa kubatizwa tena. Lakini jambo la pili, Mkristo aliyejitoa lakini sasa amegundua ukweli katika neno la Mungu ambao alikuwa hajaugundua pale awali, na anatamani kuwa sehemu ya wanaoshika amri za Mungu, huyo anaruhusiwa pia kubatizwa tena akitaka. Kwa mfano, tumefunza hapa kuhusu Sabato ya kweli. Hukuifahamu, unatamani kuanza kuitunza na kufuata watoto wa Mungu ambao wanaitunza. Ukiamua kubatizwa kwa hiari yako tena, umeruhusiwa kuja ili kwamba ukabatizwe tena, wapenzi. Na Yesu anataka ujue ya kwamba hili swala ni muhimu. Hili swala sio la kuchukuliwa ama kukataliwa. Hili swala ni muhimu sana kwa Yesu. Ndio maana Yohana 3 mstari wa 5, Yesu akimwambia Nikodemo, Yohana 3:5, akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipoongoka kwa Roho, lakini mtu asipotangaza hadharani, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu ndiye anayetamka. Kwa hiyo ubatizo ni muhimu. Yesu akasema, na fungu limerejelewa sana hapa, Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo Yesu anakupatia mwaliko barabarani. Yesu anakupatia mwaliko hapa viwanjani. Yesu anakupatia mwaliko hata mtandaoni. Amini ubatizwe ili uokoke. Na waraka wa pili wa Korintho 6 mstari wa 2 inasema, tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Wacha kuahirisha, peana jina uandaliwe kwa ubatizo. Wacha kusukuma mbele, peana jina uandaliwe kwa ubatizo. Wakati
wakati uliokubalika ni sasa, wapenzi, jitoe kwa ubatizo. Basi mimi nakuuliza kwa maneno ya Biblia, Matendo 22:16. Basi sasa, Matendo 22:16, unakawilia nini? Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina lake. Ni kipi kinachokusitisha? Simama, ubatizwe, ukaoshe dhambi zako, ukiliita jina lake. Yesu anataka upeane maisha yako kwake. Yesu anataka utangaze hadharani kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi. Yesu anataka ujitoe kikamilifu kwake. Kulikuwa na mkutano wa Injili Mwea, hapa ndipo namaliza. Baada ya majuma matatu, ulikuwa ni mkutano wa majuma matatu ya kuhubiri, walijitoa watu wengi kama 70 na hivi kwa sababu ya ubatizo. Miongoni mwao kulikuwa na mtoto wa umri wa miaka 10 aliyejitoa kwa sababu ya ubatizo. Sasa unajua kanuni ya kanisa hairuhusu miaka hiyo mtu kubatizwa, ila yule mtoto alisisitiza sana ya kwamba nataka nibatizwe, nataka nibatizwe. Mchungaji aliyekuwa akiongoza ubatizo alikuwa ni mchungaji anayeongozwa na Roho wa Mwenyezi Mungu. Akasema kwa sababu huyu amesisitiza, nitamuuliza maswali mawili, akiyapata nitambatiza. Akamuuliza swali la kwanza, mtoto akapata. Akamuuliza swali la pili, mtoto akapata. Akasema abatizwe. Akabatizwa Jumamosi kama jinsi utabatiza hii inayomaliza mkutani. Jumapili asubuhi wahubiri wakiwa wakifunga safari, baadhi yao walikuwa wanatoka Mombasa, wanatoka sehemu za Mwea ili kwamba waende sehemu za Mombasa. Sasa wakiwa njiani wakapokea simu, hello, tuna habari ambazo si nzuri sana, tunatamani ili kwamba mtusaidie katika maombi. Tatizo ni gani? Yule mtoto wa miaka 10 mliyembatiza jana amekufa leo. Watu wakashangaa, vipi? Alikuwa mzima, alikuwa sawa. Anasema mtoto alikuwa na furaha ya kubatizwa. Asubuhi Jumapili akakusanya watoto wenzake kijijini, akaenda nao mahali ambapo alibatizwa, akamwambia njooni niwaonyeshe ubatizo wa kweli. Sasa akawa anafanya jinsi mchungaji alikuwa akifanya. Kwa bahati mbaya, mto ulikuwa maji yako na kasi nyingi, ikamsomba, na hapo ndipo alipokata uhai wake. Watu huja katika mikutano kama hii na wanasikia sauti ya Yesu ikinong'ona katika mioyo yao huwa, lakini huwa wanaondoka pasipo kukata kauli. Wanaondoka pasipo kuitikia wito wa ubatizo. Wanaondoka wanasikia Yesu anasema jitoe, lakini anasikia mwaliko, mchungaji anang'ang'ana, anapambana, jasho linatiririka, moyo anamwambia jitoe, lakini bado anatoka hata baada ya kusikia Yesu anamwita kweli kweli. Jioni hii natamani nikwambie, Yesu anatamani kukaa na wewe katika umilele. Shetani anataka akurudishe nyuma, akuzubaishe, ili unaposikia mwaliko kama huu, ukipiga hatua nyuma, atafute njia ya kumalizana na wewe kabla haujampokea Yesu. Lakini kwa sababu umepata nafasi ya kipekee, natamani kama haujabatizwa na uko hapa jioni hii, na usiregee nyumbani bila kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Wala sisemi unaenda kufariki, hapana, unaweza kuishi tu, lakini ni hatari. Yesu akizungumza na wewe, akikupatia msukumo, akikualika na uondoke bila kukata kauli, ni hatari. Muulize Agripa alisemwambia Paulo, karibu niwe Mkristo, karibu nisawishe niwe Mkristo. Muulize Felix katika Biblia, atakwambia, alimwambia Paulo, nenda, nikiwa na wakati mzuri nitakuita.
Hakuna wakati mzuri wapenzi, wakati wa kuikubali injili na kupokea mwito wa kubatizwa ni wakati unasikia moyo unachomwa, moyo unasukumwa ili ujitoe. That's the best time to give yourself to Christ Jesus. Manake ukisubiri, shetani anajua kupoesa. Ninasukumwa kuuliza aidha ili niombe. Je, kuna mtu ambaye hajajitoa mpaka sasa na anatamani na yeye ajitoe? Hebu nyosha mkono wako kama uko hapa. Je, kuna mtu ambaye hajajitoa? Mungu akubariki. Je, kuna mtu ambaye hajajitoa mpaka sasa na anatamani ya kwamba ajitoe sasa? Hebu nikuone kwa ishara mkono. Je, yupo mtu? Je, yupo mtu? Sina muda, unajua nafaa kupisha kipindi kingine. Je, yupo mtu hajajitoa mpaka sasa lakini anasema natamani nijitoe mimi? Nijitoe mimi. Hata mmoja tu itakuwa imetosha huyo. Mmoja tu. Nimeona mkono kule nyuma. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Hakikisha kwamba nikiomba tu huje upeane jina lako hapa. Jamani, Bwana asifiwe kwa huyo mtu mmoja. Amina. Je, kuna mwingine? Je, kuna mwingine ambaye sijamuona? Kuna mwingine pale nimemwona. Bwana akubariki kabisa. Tukimaliza tu nikishuka hapa, peana jina. Kuna yule ndugu pale anachukua majina. Leta jina lako hapo. Labda kwa sababu ya ufupi wa muda wangu sitaweza kusii tena, lakini kama yupo huko, kama yupo hapa, kama unanisikiliza kutoka madukani, kama unanisikiliza kando ya barabara na unasikia Yesu anakusii, nimewaona huko nyuma ndugu zangu wawili. Bwana awabariki kabisa. God bless you so much. Hata nitafikiri kuwasaidia utaenda kwao tu huko ukachukua haya majina huko mahali walipo wale wawili kule mwisho. Bwana awabariki kabisa. Bwana akuzidishie. Ila kama sijauona mkono wako na unatamani kujitoa kwa ubatizo, uyaanze maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, nafasi bado ipo. Jitoe. Mungu na atubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kutuelekeza kutoka kwenye chuo chako. Asante kwa sababu ya mausia ya neno lako, na mioyo yetu imeguswa kujua ya kwamba kumbe tunaweza kuyaanza maisha mapya kwa njia ya ubatizo. Yesu, tunakusihi kwa neema yako utupatie uweza. Wale ambao wapo hapa na hawajabatizwa na wamesikia msukumo wa kujitoa kwako Bwana, najua shetani anajua kukatisha tamaa, lakini wewe unajua kupeana tumaini. Basi Bwana, peana tumaini, peana ujasiri, peana nguvu, ila kila mmoja aliyesikia sauti hii na anasukumwa kujipeana kwako, akajipeane kungali mchana. Neema yako itoshe hata kwa wale ambao walibatizwa zamani, ukatuhuishe tena. Tukumbushe ya kwamba tuliyafia maisha ya kale, tuishi maisha mapya ndani yako. Neema yako itutoshe kwenye vipindi vilivyosalia. Unapowabariki wote ambao wameinua mikono kujitoa kwa sababu ya ubatizo, lakini pia unapowagusa mioyo wale ambao bado hawajitoa pia kikamilifu Bwana, ili kwamba sote tuweze kuandalika kwa sababu ya ufalme wako. Asante kwa sababu ya kutusikiliza. Asante kwa sababu ya kutujibu. Ndivyo tuambavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante. Mungu awabariki. Amen. Number 117.